vizuri. Jumapili iliyopita tulikuwa tunajifunza kuhusu namna ya kuguza moyo wa Mungu. How you can touch the heart of God. How you can touch the heart of Jesus. Friday tuliangalia Yesu akiingia kwa boma yako. What were you already prepared? Nini ambacho umekiandaa ambacho anaweza ondoa na akaleta kile ambacho anahitaji. So leo nataka tuangalie kitu ambayo inaitwa kitu ambayo inaitwa kupanda mbegu. Wewe ni mbegu ya aina gani? Praise the living God. Wewe ni mbegu ya aina gani? Wewe ni mbegu ya aina gani? Maana kuna watu wamenyauka kwa sababu mbegu ambayo iko ndani mwake ni mbegu isiyoweza kumea. Na ni mbegu ambayo inaoza. Kama wewe sio mbegu ya kupandwa, lazima utengenezwe. Kuna mbegu ambazo lazima ziende zitritiwe, ziwekwe kwa mafuta, ziwekwe kwa rangi, zikuwe preserve, zikae kwa store, zikiwa zinasubiri kupandwa. Na hizo mbegu hata kama zitakaa 10 years, I promise you, haziwezi kuharibika. Kuna aina ya mbegu zikitupwa mchangani, hata kama zitakaa aje, zitamea tu na zitatoa mbegu. So kuna Wakristo, sisi ni mbegu ambazo hazijatengenezwa. Sisi ni mbegu ambazo bado hazijatengenezwa. Maana mbegu ya upanzi huwa inatengwa. Mbegu ya upanzi huwa inatengwa. So kuna watu lazima maisha yetu yafanywe kuwa mbegu na itengwe specific place ambayo hata kama itachelewa kupandwa, lakini ikipandwa bado itafanya nini? Itamea tu. Hata kama itapandwa mapema, itakaa mchangani tu mpaka siku yenye mvua itamea, mpaka siku yenye mvua itanyesha na ifanye nini? Imee. So you need to identify wewe ni aina ya mbegu gani? Mbegu ambayo imetengwa kwa sababu ya upanzi ama ni mbegu ambayo imetengwa kwa sababu ya kukuliwa? Angalia mtu mwambie, wewe ni mbegu ya kupanda ama wewe ni mbegu ya kukuliwa? Sema amen. Amen. Si kuna mbegu aina mbili. Kuna mbegu tu ya kupanda na kuna mbegu ya kufanya nini? Kukuliwa. So kama wewe ni mbegu ya kukuliwa, nataka ujue ya kwamba wakati wako ukikuliwa unakuwa umeisha. Wakati wako wa kukuliwa unakuwa used, umeshatumika, imeisha. Utapelekwa wapi? Chooni. Sema amen. Lakini kama wewe ni mbegu ya kupandwa, unatunzwa. Ndio maana leo hii kuna watu wametunzwa na Mungu. Licha umepitia vitu vigumu, licha umepitia machozi, licha umepitia vita, licha umepitia umasikini na ufukara, lakini kwa sababu wewe ni mbegu ambayo Mungu ameiweka kwa sababu ya kuipanda kesho. Sema amen. Amen. That is why kile ambacho kimekufanyia hiyo muda wote hakijakumaliza na hakijakuwa. Why? Because anayetakikana kupanda hiyo mbegu ameitunza kwa jina la Yesu. Geukia mtu mwambie, na utunzwe kwa jina la Yesu. Na watu bado hawajapatana, salimia mtu mwambie utunzwe kama mbegu ya kupandwa. Sema amen. Angalia mwingine mwambie utunzwe kama mbegu ya kupandwa. Sema amina. Amina. Mwanadamu ambaye atabadilishwa kuwa mbegu ya upanzi, akitegwa na ajali, yeye ndiye huwa ananusurika. Ajali ilipatikana, watu wote wakakufa, lakini mimi nikatoka nikiwa mzima kwa sababu mimi ni mbegu ya kufanya nini? Mtu akitunzwa kama mbegu ya kesho, kanisa hii kipigwa watu wote watawanyike kama kuku na kondoo, atasalia akiwa mabaki na masalio ya Bwana kwa sababu amewekwa kama mbegu kwa sababu ya utukufu wa Mungu kesho. Praise the living God. Na ninaomba ya kwamba leo Jumapili hii ya mwezi wa 5 ubakie kuwa mbegu ya upanzi, ulete utukufu kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ubakie ukiwa masalio ni